Habari za wakati huu msikilizaji na mtazamaji wa Jicho la Siasa. Leo kwenye podcast hatuzungumzii siasa za kawaida. Tunazungumzia ulevi au uchu wa madaraka. Hivi unajua kuwa binadamu wakishasikia harufu ya Ikulu, harufu ya zulia jekundu na sauti ya king'ora, akili inabadilika kabisa. Kiti cha enzi kinakuwa sehemu ya miili yao. Leo tunasafiri kwenda nchini Cuba, Korea Kaskazini, Libya, Cameroon na Guinea ya Ikweta. Tutawaangalia viongozi watano ambao waliamua kuwa kifo pekee ndicho kitakachowatenganisha na kiti cha urais. Karibu kwenye sehemu ya kwanza ya mfululizo huu wa viongozi waliokaa madarakani kwa muda mrefu zaidi. Mimi ni Samson Bahati. Tukianza na kiongozi wa kwanza ni Fidel Castro, mbabe aliyenyosha vidole Marekani. Vuta picha mwaka 1956. Boti ndogo iliyochakaa inatua pwani ya Cuba usiku wa manane. Ndani yake kuna vijana 82 wenye ndevu, wamechoka na wana njaa. Jeshi la serikali ya Cuba linawavizia na kuwamiminia risasi za kutosha. Ni watu 20 tu, akiwemo Castro na mwanamapinduzi Che Guevara, wanaofanikiwa kukimbilia msituni. Castro hakukata tamaa. Alikaa msituni, akala mizizi, akapigana vita vya msituni mpaka akamng'oa dikteta Batista mwaka 1959. Lakini baada ya hapo Castro akawa kama sumaku ya kiti, alikaa miaka 59. Siri yake ilikuwa ni nini? Castro alikuwa bingwa wa kutengeneza adui. Alimtumia jirani yake Marekani kama kisingizio cha kila kitu. Marekani walijaribu kumuua mara 600. Walimpiga sigara zenye sumu, walijaribu kumpa mwanamke amwekee vidonge vya kulala ili wamteke, lakini wapi. Kila walipojaribu kumuua, Castro aliwaambia wananchi wake, mnaona? Mabeberu hawataki tuendelee. Hivyo akawa shujaa. Aliondoka madarakani mwaka 2008 kwa sababu tu mwili wake ulichoka, si kwa sababu kura zilimuondoa. Sasa tutoke Amerika ya Kusini, tuvuke bahari mpaka Asia. Hapa tunakutana na Kim Il Sung wa Korea Kaskazini. Huyu jamaa hakutawala nchi tu, alitawala mpaka ndoto za watu wake. Alikaa miaka 46, lakini mbinu yake ilikuwa ya kipekee: hofu na imani. Alijenga nchi ambayo haina internet, haina magazeti ya nje na haina redio. Habari pekee unayopata ni kwamba rais ni Mungu na nchi nyingine zote duniani zina njaa na vita. Ukitembea mitaani mwa nchi hiyo, kila nyumba ina picha yake. Ukishindwa kusafisha picha yake, picha ya kiongozi, unachukuliwa kuwa msaliti. Hata alipokufa mwaka 1994, kiti chake hakikuwekwa wazi. Walimtangaza kuwa rais wa milele. Maana yake nini? Maana yake kisheria yeye bado ndiye rais, hata kama ni mifupa tu iliyobaki kaburini. Huyu ndiye kiongozi pekee duniani ambaye mauti haikuweza kumfuta kazini. Turudi nyumbani Afrika, kule Libya. Mwaka 1969, kijana mmoja mtanashati, Kanal Muammar Gaddafi, anapindua nchi akiwa na miaka 27 tu. Gaddafi alikuwa na akili sana. Alijua kuwa na cheo cha urais watu wanaweza kukupindua kwa katiba. Sasa yeye akafanya nini? Alijiuzuru vyeo vyote, akasema yeye ni kiongozi wa mapinduzi tu. Akasema Libya haina serikali bali inaongozwa na wananchi. Lakini ukweli ni kwamba neno lake lilikuwa sheria ya mwisho. Alikaa madarakani kwa takriban miaka 42 kwa sababu alikuwa na fedha za mafuta. Alijenga mradi mkubwa wa maji duniani ili kutoa maji jangwani, lakini huku akitoa huduma za kijamii bure. Alikuwa akiwatesa maadui zake kikatili mno. Aliamini kiti ni chake milele mpaka pale mapinduzi ya Kiarabu yalipomkuta barabarani mwaka 2011. Aliondoka kwa aibu,
akituachia somo kuwa unaweza kukaa juu ya kilele kwa miaka 40, lakini kuanguka kwako kunaweza kuchukua dakika 40 tu. Hivi unaweza kutawala nchi ukiwa nje ya nchi? Paul Biya wa Kameruni, yeye hili analiweza. Huyu anaitwa the absentee president, yani ni rais ambaye hayupo katika nchi husika. Mara nyingi utamkuta kwenye hoteli za kifahari kule Uswizi akipumzika wakati kiti chake kiko Yaounde. Aliingia madarakani mwaka 1982. Siri yake ya kukaa miaka 40 na ushe ni moja tu: kugawanya na kutawala. Biya anajua nani ampe waziri, nani amnyime, na nani amfungi gerezani kwa kisingizio cha rushwa. Anacheza na makabila ya nchi yake kama kete ya dhumna. Upinzani wake haujawahi kuelewana. Biya anawatazama akigombana wenyewe, kisha anapita katikati na kushinda uchaguzi. Leo ana miaka zaidi ya 90. Bado yupo, kiti kimepata mshindi, na Kamerun bado inamsubiri kiongozi wa pili tangu miaka ya 80. Mwisho kwenye orodha yetu ya leo, tumtazame Teodoro Obiang, rais wa Guinea ya Ikweta. Huyu ndiye anayeshikilia rekodi ya dunia kwa sasa, miaka 45 madarakani. Aliingia kwa kumpindua na kumuua mjomba wake mwenyewe mwaka 1979. Obiang amegeuza nchi kuwa mali ya familia. Mafuta yanapochimbwa, pesa haziendi kwa wananchi, zinaenda kwenye akaunti za watoto wake na ndugu zake. Nchi yake ni ndogo, ina utajiri mwingi, lakini watu wake ni masikini. Kwa nini hajatolewa? Kwa sababu amewekeza kwenye ulinzi na amewanunua watu wenye nguvu duniani kwa kutumia mafuta. Kwake yeye, kiti cha enzi ni biashara, na biashara hiyo haitakiwi kufilisika. Msikilizaji na mtazamaji, hawa ni watu ambao wameweka alama zao kwenye vitabu vya historia, si kwa sababu walikuwa wema sana, bali kwa sababu walikuwa na ngozi ngumu kwenye kiti cha madaraka. Walijifunza kuwa ukitaka kukaa milele lazima uwe tayari kufanya lolote. Lakini hadithi haina mwisho hapa. Je, unajua kuwa kuna viongozi ambao walikaa muda mrefu zaidi ya hawa? Na unajua mbinu za siri wanazotumia kubadili katiba usiku wa manane? Usikose sehemu ya pili ya podcast ya makala hii, ambapo tutatazama ndani zaidi. Tutaangalia wababe wa katiba na kwa nini kinatokea pale kiti kinapovunjika miguu ghafla. Hakikisha hukosi sehemu ya pili, kwa sababu hapo ndipo utapata majibu ya swali: nguvu hizi mwisho wake ni nini? Mimi ni Samson Bahati. Usisahau kulike, kusubscribe, lakini kuacha maoni yako kwenye uwanja wa comment. Niseme kwa heri, tukutane wakati mwingine.